Asma, nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Kuna siku ulinikuta kule kwa Mwarabu. Ulikuwa umepanic na ukaanza kunifikiria vibaya. Ukahisi kama vile mimi na Mwarabu labda tuna mahusiano. Hapana. Mimi na Mwarabu tunaheshimiana. Mimi namheshimu yeye na yeye ananiheshimu mimi. Na mume wangu pia wanaheshimiana. Si umenielewa? Kwa wewe unatakiwa uondoe shaka kabisa. Najua unampenda Mwarabu na unahisia naye. Hicho kitu mimi naelewa. Unajua nini mama mjumbe? Mimi ile siku ilikuwa hasira tu. Sijazamilia kuongea vile. Najua una hasira lakini kutokana na kumpenda kutoka moyoni na unahisia naye kali sana. Mama mjumbe, unaelewa kama nampenda Mwarabu. Ila mimi naona Mwarabu anachezea hisia zangu tu. Naona anipendi. Mwarabu hakupendi wewe? Mimi naona Mwarabu anipendi kabisa. Sasa unavyoniambia hivyo unanichanganya. Mimi najua mnapendana. Sasa unavyoniambia tena Mwarabu hakupendi. Nashindwa kuelewa. Sasa mama mjumbe, unanishauri nini? Mimi cha kukushauri, nitamtafuta Mwarabu kwa wakati wangu. Nitaongea naye. Na hakikisha kabisa kwamba mtakuwa sawa. Si umenielewa hapo? Mimi nina mpango. Mpango gani tena? Mimi nina mpango wa kumteka mtoto wa Mwarabu. Bwana, sasa unashtuka nini hapa? Nina mtoto tena? Kwa sababu nikimteka mtoto wa Mwarabu ndo nitapata ile nafasi ya kuonana naye. Asma, ndio mwibe mtoto? Nenda huko Nenda huko. Ilo mpendeza. Asante. Namba nikutoe iko. Samani. Sawa. Namba ngeni hata pia sijui anapiga nani. Unajua nini? Wewe ni mwanamke mzuri sana watambua hilo? Hivi kwa nakwambiaje vile? Nishakumbuka. Unajua ni mrembo Unani? Pokelee tu, huwezi jua ana shida gani. Ni ile namba ile imenipiga mara kwanza, mara ya pili. Mpokelee. Hello? Hello? Mbele yangu hakuna njia, mbele yangu ndo kuna njia na pembeni yangu kuna njia. Hiki hapa. Wewe ni nani kwani? Aya, samani. Si hapa hii. Nakusikiliza. Mwaka huu tuna masuala ya kuwashauri wazazi walete watoto shule. Sasa hivi yani watoto wengi mtaani wamezagaa. So unajua sasa hivi serikali yetu yani imedumuisha yani watoto sasa hivi sio mkubwa, sio mdogo, sio mwenye hali ya chini, sio mwenye hali ya juu. Wote wanaangaliwa kwa uangalifu mkubwa. Jambo jema kabisa hilo. Sasa mimi kakangu nilikuwa naomba kitu kimoja tu. Nilikuwa nakushauri umlete mwanao shule.
wewe aliyekueleza kwamba mimi hapa nina mtoto ni nani? Wewe mama mjumbe unaendeleza umbea wako huo, si ndio? Na we Mwarabu, kwani we una mtoto? Waendeleza huo umbea wako. Mimi haya, nani alikueleza mimi nina mtoto? Nilikuja kutoa ripoti mimi. Mimi najua kama wewe una mtoto, nilifika mpaka kwako, wewe ulikuwa hapo, nimemkuta binti yako yuko pale anafagia. Mtoto unaye, sasa unachokataa unakataa nini? Sasa wewe wafanya matangazo sasa wanilete hadi walimu hapa. Mimi nimesema nataka walimu kwangu hapa. Nimesema nataka walimu. Maana Mturuki hapo umekaa umerelax, lakini sio sehemu na ni salama kwako. Nisikilize. Usiwe na wasiwasi. Mturuki in the building, aka Taki. Sawa ndugu yangu. Kila kitu kinaenda na mipango. Haro, najua nimesharebo. Ila usiwe na wasiwasi. Alafu sije kuniambia hili shamba linauzwa. Mimi mwenye hili shamba namjua. Maana ndio zako. Hizo dili zingine uachana nazo. Sasa hivi na dili kubwa. Hiyo namba nilokupigia. Namba yangu. Usimpe mtu yoyote. Sio umenielewa? Usimpe kweli hii mpya hii. Usimpe mtu yoyote. Ukimpa mtoto umearebo. Sawa. Pokea muda wote nakupigia. Nikupe dili. Kwanza sasa hivi nataka watu. Si unanielewa? Yaani watu wenye muonekano. Muonekano wa kukopesheka finka. Nini hapo? Muonekano wa kukopesheka finka, yani sura ya mkopo. Sasa huyo umesema kwa Kiingereza au Kiswahili? Finka. Sura ya mkopo. Yaani tukienda sehemu tukisema hapa tunataka kiasi hiki. Huyu hapa ndo nanili, huyu ndugu yake Abramovich, huyu ndugu yake na nani, huyu ndugu yake Samata, huyu ndugu yake nani, wote unawataja, yani mtu anasema finka. Finka. Umenielewa? Ndio watu unaowataka. Mimi nimemuelewa na ameongea kitu cha maana, lakini sasa huwezi tu kuja kukurupuka. Kwani mimi mipango nilikuwa sina na huyo binti? Nilikuwa mimi nakuja naanza process taratibu pale. Kwani mimi ninapajua pale si ndo kwa mjumbe? Nilikuwa lazima nije nitoe ripoti pale, lakini wewe waanza kufanya mambo yako wewe kama wewe, mke wa mjumbe, wamsaidia mjumbe. Nakusikiliza. Tunashauriwa walimu tuwashawishi wazazi walete watoto shuleni. Alafu na isitoshe huyu kasema una binti yako. Alafu isitoshe unajua watoto wa kike sisi. Watoto wa kike ndo tegemezi letu kwa sisi. Lazima tuwapeleke shule ili wapate kujifunza vitu vingi. Hasa unapomngangania mtoto wa kike au unataka leo na kesho kutu usikie mwanao kaolewa au mwanao kafanyaje. Alafu bado binti mdogo. Lazima mlete shule. Haya. Mie bwana, vitu ambavyo mimi sivielewi ni mambo yenu ya michango hayo. Kondetea maswala ya karo, mwaita Carolina zile. Siji ufagio. Mtoto aje na ada. Mimi vitu hivyo sitaki. Sivielewi. Mzazi ni kuondoe hofu. Kutoa maswala sasa hivi mbona elimu ni bure. Kwa hiyo yani vitu ambavyo labda unapata labda ni uniform tu. Kwa hiyo nahisi kama wewe na mwenzetu ni mkulima, hivyo vitu unaweza kuvimudu. Isitoshe mama yetu Dr. Samia Suluhu analisimamia hilo jambo. Wewe umemtaja mama hapo? Mama Samia Suluhu Hassan. Huyo ni jembe. Mimi mwenyewe pia ninataka mwanangu yule Husna siku moja aje kuwa rais wa hii nchi. Sasa hivi wanawake nyewe mwaweza. Mimi sasa hapo kwa sababu umenitajia jemedari yule. Mimi nitamleta shule yule binti. Ila subiri nikwambie ndugu yangu. Hayo madili kweli. Usitufanye sasa tukaanza sisi kila kuishi dalali. Sasa hivi nakupa mchongo kweli, lakini utarebo tena. Tulia sasa. Afisa Rozi, mimi si unaniamini. Katika michongo yote tufanye, lakini kuna mchongo mwingine. Huo na kwangu binafsi. Fanya unavyojua. Nikutane na ndugu yangu Mwarabu. Wewe unajua kabisa mimi kuja kule kumfuata mtaani kishaharibika. Sasa ndugu yangu, wewe unasema nisimpe namba? Wewe niletee uso kwa uso. Nimlete? Umlete. Namba utampa mwenyewe. Yaani mimi nikutane naye. Kwa hiyo hapo na mambo haya mawili ya kufanya. Tafuta watu
wenye kukopesheka, sura yenye muonekano wa mkopo. Wenye nini vile? Kukopesheka finka. Wenye finka. Kwa hiyo hilo. La pili, nitafutie ndugu yangu Mwarabu tukutane naye kinyemela kama hivi. Koti lile nalo. Abadilisha gizi yule aliachona nani ulisi? Sili akaambia. Tulia. Nakuomba fanya mambo. Acha kujichelewesha hapa, atakuacha yule. Kula kweli. Atakuacha yule. Kweli niona. Haro. Karibu. Afsarozi. Cheke. Haina maneno. Haina maneno. Sawa mzazi, ila nikukumbushe kitu kingine. Jitahidi sana kuwa unahudhuria vikao, maana kuna mambo mengine utakuwa unayajua kule shuleni. Sawa, lakini na sisi pia tuna shughuli zetu hizi. Tukisema kwamba tuna shughuli zetu hizi hatujahudhuria vikao pia mtuelewe. Sio unajua hata wanasema hata kwa mwezi mara moja, sio mbaya, inabidi uhudhurie. Haina shida. Karibuni tena. Asante. Wanasema ukitaka mali zifate shambani. Kabisa. Siku nyingine tutafuata maana tunaona michicha nini, yani naona vitu vizuri. Karibuni sana. Wewe mama. Wasambaza habari kabla haujaambiwa usambaze. Karibu tena. Asante, sisi tunaenda Mwarabu. Haya, karibuni shambani. Haya. Yule ndio Mama Samia wa baadaye. Kabisa. Haya, mimi nitamleta. Haya Mwarabu, sisi tunaenda. Sawa. Samani. Bila samani. Najua kwa mzigo si machana. Kila kama nilivyokuambia, ndio sitojui sana. Hatimaye tumekutana. Dunia ni kijiji. Ukujua tutakutana. Ba mdogo, mtu mwenyewe alokuambia ndo huyu hapa. Huyu ndo amenifanya mpaka shule nimefukuzwa, akanipa mimba, na hii mimba unaiona hapa ni ya kwake. Mpaka nyumbani mimi nimefukuzwa, huyu hapa. Na sasa ulisema ndio na polisi, basi tumchukue tuondoke naye. Huyu ndo kanifundisha michezo yote michafu, huyu hapa. We. Elewa. Alafu na wewe sijui ba mdogo, elewa. Wote eleweni. Yaani kiufupi wote eleweni. Tuendelee bwana, achana naye. Au kama vipi tutaendelea siku nyingine, ngoja mimi niondoke. Blazo vipi? Sawa mdogo wangu, vipi? Kama kaa. Fresh. Vipi ni tena? Poa, inakuaje blaza? Safi, unaendeleaje? Fresh. Mbona shangaa? Unanijua mimi sikujui kabisa. Usijali kaka. Tuko pamoja. Kawaida diteni. Kwema lakini blaza. Kwema. Vipi huko? Mungu anasaidia. Sasa diteni. Umeletwa hapa kwa jambo moja tu. Najua kuwa kuna watu nawajua Mturuki na Mwarabu. Blaza, hao watu hao Turuki na Mwarabu. Kuna afande mmoja hivi. Ndugu yangu. Kuna afande mmoja ndo afande yeye. Sawa blaza. Yaani huyo ndo anajua kila kitu kuhusu habari za Mturuki na Mwarabu. Ukiniuliza mimi habari za Mturuki na Mwarabu, yaani mimi sielewi hata kimoja blaza. Huyo ni yeye ni nani? Afande mmoja hivi wa kujitolea mwenye anasema. Kujitolea. Kwa sababu hata mimi mwenyewe kashanipa kazi nimpeleke akatafutia hao Mturuki na Mwarabu
Mturuki na Mwarabu. Kwa hiyo yeye anajua details zote kuhusu habari za Mturuki na Mwarabu. Sasa huyu naye nitampataje huyo? Huyo afanda kujitolea huyo. Huyo afande yeye. Inaongea. Sikiliza. Unasikia? Mchongo wa kwanza kuna mchongo wa passport. Kuna dada kama 4 hivi wanataka passport. Bwana yeye, bora nimekukuta mshikaji. Yaani hapa nataka unipe masifa yangu. Sawa? Nataka unipe simu yangu, nataka unipe na yangu. Kwa sababu wewe mwanangu, uweze kunikimbia. Bora nikimbia mimi mshikaji wangu. Kwa Tanzania usilete mambo hayo bwana. Mimi mwenyewe hapa ninaelewa kila kitu kinachoendelea. Utakuwa cheza hivi. Kwa hiyo napenda nziki wewe.